awapatie nguvu wakati huu mgumu, ili majonzi haya ama wingu hili japo zito, Mwenyezi Mungu alifanya jepesi na alipitishe kwa haraka. Mimi nilikuja kumjua Seneta Cheptumo mwaka 2007 mwezi wa 12, wakati sisi sote tuliingia bunge kwa mara ya kwanza, na kama vile Spika Wetangula alivyozungumza ni kwamba tuliingia wakati Kenya ilikuwa inaenda kipindi kigumu. Hali ya amani ilikuwa imechafuka mapana na marefu ya Kenya, na nakumbuka wakati ulifika kwamba bunge badala ya kufunguliwa, sote tulitumwa twende mashinani kuhubiri amani. Baadaye nilipomjua Mheshimiwa Cheptumo vizuri, nikajua kwamba huyu ni balozi wa mambo ya amani. Manake Wakenya wengi walikuwa wanaona ama wanapitia machafuko kwa mara ya kwanza, lakini Mheshimiwa Cheptumo alipozaliwa ilikuwa ni pahala ambapo mambo ya amani ilikuwa ni nadra. Tumepoteza mtu mwenye heshima nyingi. Tumepoteza mtu ambaye hupenda utangamano. Tumepoteza mtu mtulivu na mkakamavu. Tulipohudumia naye pale bunge la kitaifa mwaka 2013, mimi nilienda kutafuta ugavana kule Kilifi, lakini baadaye kama mipango ya Mwenyezi Mungu tuliregeshwa pamoja katika bunge la Senate. Na kama vile majority leader alivyozungumza na Senator Ole Kina alivyozungumza, ni kweli kwamba katika pale bunge la Senate ni mchanganyiko maalum. Kuna wale watulivu na kuna wale ambao watakuwa watulivu sekunde moja, na baada ya sekunde mbili wametoka nyuzi 0 mpaka nyuzi za kipimo 100, na pale Senate kunageuka hakukaliki. Ni kweli kwamba sikumbuki siku moja ambayo nilimwambia Senator Cheptumo, order honorable senator. Sikumbuki siku moja nilimwambia hivyo. Wakati mambo yamechafuka, senators wengine wanasimama na kupiga nduru, lakini yeye utampata amekaa katika kiti chake, na akiwa na jambo la kukuzungumzia kama spika, anatoka kwa kiti chake anakuja polepole mpaka pale ambapo umekaa kama spika, na atakueleza mambo yake. Hutampata akipaza sauti wala kutupiana maneno na senators wenzake. Mimi sitaki kuwataja senators wangu, lakini mnajijua. Mimi situbutu kamwe kama spika kuacha seneta wa Nandi na seneta wa Nairobi chumba kimoja peke yao. Ile fujo itakaa hapo, aidha tuwapoteze wote wawili ama mmoja wapo tutampoteza. Lakini kama vile Senator Ledama alivyosema ni kwamba sisi ni kama vidole, hatuko sawa. Wakati tunataka utulivu, tunatafuta hekima yake Senator Cheptumo. Huyo ndiye kiongozi ambaye hivi leo tunaagana naye na kumwacha aanze safari yake ya kwenda mbele ya haki. Hakuna kitu tunaweza kufanya kwa sasa, na ikiwa kweli tunampenda Senator Cheptumo, ni tuwajibike ile zile sifa zake zisife kama vile yeye ametuacha. Sifa ya heshima, sifa ya kutaka kutangamana wananchi, sifa ya ukakamavu. Hizo ndo sifa ametuachia sisi kama viongozi. Ikiwa kweli tunamuenzi na kumpenda, basi sisi kama viongozi lazima tukuze sifa zile. Ni jambo la kufedhehesha kwamba wakati huu ambao Kenya inataka viongozi
walete utangamano, tuna viongozi wengine ambao wanataka kupasua Kenya hii kwa misingi ya kikabila. Ikiwa nitukuze sifa ya utangamano ambayo ilikuwa sifa kubwa ya Senator Cheptumo, basi sisi viongozi ambao tulikuwa tunamuenzi, badala kugawanya Kenya hii kwa misingi ya kikabila, ni muhimu tuwe kiunganishi, lakini tusiwe kiungo cha kugawanya Kenya hii mapande. Na nataka nikushukuru rais wetu, yule uleshindana naye kwa karibu, hasimu wako mkubwa, ndiye umemkumbatia na kumleta kwa mabega yako. Hakuna kielelezo chema cha kuleta utangamano kinachoshinda vile ulivyofanya. Na sisi kama viongozi, ikiwa kweli tunataka Kenya hii isimame kama Kenya moja, tukome kugawanya Kenya yetu kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya kule tunakotoka. Manake Kenya ni moja na rais wetu ni mmoja. Nikimalizia, kitu ambacho kinatufariji tunaposimama hapa hivi leo ni kwamba Senator Cheptumo wakati anaishi alimkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Hilo linatufariji pakubwa sana. Manake katika maandishi ya Isaya 57:2 inasema kwamba wale waendao na unyofu, wale waendao kwa unyofu, those who walk uprightly, huwa na imani ama huwa na amani na hupata pumziko walalapo mautini. Those who walk uprightly enter into peace, and they find rest as they lie in death. That is Isaiah 57:2. Na kwa sababu ndugu yetu alikuwa amemkubali Yesu kama mkombozi wake, tunajua he's entered into peace and is resting in peace as he lies in death. Nikimalizia kabisa, kwa mama mjane, watoto wako Anthony, Jean na Andrew, baada ya halaiki hii, boma letu ama boma lenu litakuwa mahame. Tunachowaachia ni maombi yetu kwamba Mwenyezi Mungu awe nanyi, awafariji. Ikiwa kuna lolote lile ambalo pengine kwa kumpenda mwenda zake kuna kitu ambacho mnahitaji, upande wetu kama bunge la Senate tuko pale kuhakikisha kwamba tunatembea nanyi wakati huu mgumu. Kwa haya yote nasindikiza nikisema kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mwenda zake pahala pema peponi. Kule Nairobi, wakati tunatayarisha safari ya mwisho ya ndugu yetu, kulikuwa na timu kubwa sana. Ile timu ya wabunge imezungumziwa hapa, lakini kulikuwa na ile technical team ambayo ilikuwa inaongozwa na ndugu yetu Victor Lomario. Nafikiri ikiwa muko msimame, angalau Victor Lomario na timu yako, hawa walisaidia pakubwa sana. Tuwapatie makofi. Asanteni. Keti. Basi ningependa kuchukua fursa hii kumwalika the Prime Cabinet Secretary ili aje atoe risala za rambirambi kwa jamii. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William
William Samoei Ruto, familia ya marehemu Cheptumo, Mama Hana na familia yako na jamii, wachungaji ambao wako hapa na viongozi ambao wamenena na wamesimama hapa mbele, waumini wote, waombolezaji, hamjambo. Mheshimiwa Rais, nitachukua tu fursa ya dakika chache. Kwanza niwajulishe kwamba miongoni mwetu, kabla sijanena lolote, kuna Julius Bitok ambaye ni PS wa Immigration. Pia kuna Raymond Molo ambaye ni PS wa Internal Security. Pia kuna Chris Kipto ambaye ni PS kwa Treasury, National Treasury. Pia kuna PS John Tanui ambaye ni PS wa ICT. Pia nilimuona mwenzetu Chelugui. Asante umekuwa hapa. Tuko na mawaziri. Kuna Mheshimiwa Davis Chirchir ambaye anasimamia mabarabara zetu zote. Asante sana Mheshimiwa Chirchir. Na pia kuna Mheshimiwa Kipchumba Murkomen ambaye anasimamia mambo ya usalama. Mheshimiwa Rais, kwa hiari yako, kwa sababu Chirchir ni jirani, naomba nimpatie dakika moja, Murkomen, aje aseme neno. Murkomen, karibu. Your Excellency, Your Excellency President William Samoei Ruto, the family of our colleague and our friend Cheptumo, leaders present, and the clergy, Bwana Asifiwe. Thank you, PCS, for giving me this time. I feel a bit nervous coming this late, but let me say three things about Cheptumo. Number one, I got to know about Cheptumo, not to meet him as Cheptumo, when I went to law school. As a person from this community, it was very difficult to get mentors because for some reason, I don't know historically what was the reason, there was very few lawyers from our community. So while in school, you would think around to ask who can be a mentor. And Cheptumo, and very few of them, Chepkonga, Cheptumo, very few people were in legal profession. And so I always looked up to this Cheptumo. And luckily, because we knew him, his wife was my classmate. As she spoke earlier, the wife came to do a second degree with me. And so we graduated the same day on March 11, 2005. And thereafter, I got to meet Cheptumo soon thereafter when he became a member of parliament, because I became Tuyamkono for a number of people, including His Excellency the President. In that process, including yourself, when you put me in the task force on devolved government, during that process is when we really worked together and closely with Cheptumo. He was passionate about devolution way before we even became a senator. Number two, I want to say that Cheptumo loved education. When I became a senator, tulisunguka na yeye all this place. He gave us his story one day in Kapsawar, how he used to toka hapa kufanya kibarua ndio apate akuja asome. In fact, his age is disputed because nobody knows exactly what is his age. That's why, if you had in the eulogy wanasema, he chose December to be his birthday so that he can celebrate with Jesus. But exactly the day where he was born is not known because he was, hustling around here looking for a job. And he told us a story about his mom and many other things that I don't want to say here. We were with Kangogo and Kisang and others. Everybody cried in the meeting because of how Cheptumo worked so hard to get education. And he loved education. Throughout this period, schools was everything to Cheptumo. Every time he told us this school, the other school, the other school, and so forth. Number two, Cheptumo was a true Christian. Let me say that. He was a very true Christian. Cheptumo was a AIC Damu. A few of us, including the president, after leaving rural here, we have mixed churches in Nairobi.
but Cheptumo was very faithful to the church, including being the lawyer of the Baraza Kuu. And the wife now is the lawyer of the same Baraza Kuu. And he was very dedicated in sorting all these issues that we have in church. And he was very committed here and in Nairobi. So I say two things. I say my condolences as a lawyer, and on behalf of the lawyers of this country, the LSK gave their condolences in Nairobi. Number two, I say as a friend, and I say as a member of this AIC church, to say we've lost also a very, very powerful person in our midst. The last thing I want to say is that Cheptumo was a peacemaker. Everything that has been said about Cheptumo and peacemaking is true. In our midst, in the whole negotiations, even in the hardest time, because of his Christianity, Cheptumo observed 2 Timothy 2:16. He never allowed himself to have vain talk, useless talk, or idle talk. In every gathering where we are, even when we had been pushed out of government, he remained that faithful Christian, measuring his words all the time when he wanted to say anything. He was a peacemaker. Na kwa hii mambo ya Kerio Valley, I want to say Cheptumo contributed immensely as a leader, fighting not just for Baringo alone, for the entire Kerio Valley to get peace. And he worked so closely with my predecessor, the Deputy President, Kithure Kindiki. They worked so closely, so tightly, that even this situation that has been sorted, we have reduced cattle rustling and banditry in the country by 70%. His contribution must be remembered, that he was a leader who, nyinyi mnajua watu wa Baringo, Cheptumo peke yake, okay sio peke yake, but he's among the leaders, angetoka hapa aende Tiatich na anapendwa huko kama vile anapendwa hapa Baringo North. Hata wakati kulikuwa na shida, bado he was being welcomed in all parts of this county as a uniting factor. The last thing I want to say, which was the weakness of Cheptumo. Tulikuwa tukienda functions, Cheptumo akipewa nafasi kuongea. Cheptumo being the lawyer. Cheptumo hakuwa anapiga story ya kufika na kusema I want to speak in 2 minutes, hapana. Cheptumo angeanza kwanza in 1963 and then come slowly. Saa hizo anaambiwa time. If Cheptumo was the one standing here, he would be now starting ya mwisho ya kwanza until ya mwisho ya 10. So time was putting him a lot of pressure. Now Cheptumo has transitioned to the world that there will be no time. He is in a timeless world, having his good time with his Lord. Rest in peace, our friend. Thank you. Thank you, Makaman. Unajua mimi nilikuwa Nairobi School. Sasa lazima niwaeleze. Your Excellency, let me just say a few things. First of all, I want to extend my condolences and that of my family to Mama Hannah Wendot, Cheptumo, and the entire family. It's a sorrowful moment, but it's also a moment of celebration for the good husband, good father that you knew and you'll always know and cherish. Your Excellency, there are some people in this world who suffer from, and there are many, they suffer from what you call intellectual insecurity. What do I mean by intellectual insecurity? There are people who are so worried, even if the bishop is talking to the neighbor, the man is so worried, he's going to ask the bishop, what was he telling you? Because he imagines the bishop is talking about him. And there are so many who suffer from this sense of insecurity. They always imagine that when other people talk, they are up to something against them. I want to tell you, Cheptumo was a very straightforward man who suffered no sense of insecurity. He was free, even if he sees somebody else talking to the other, even if you are his competitor. This man was forthright. He would not worry
because he was focused. Nakwambia kuna watu hapa na kule nje katika ulimwengu wakiona hata rais akizungumza na mtu wanaanza kubabaika, wanafikiri sasa mambo yao yameisha. Cheptumo hakuwa hivyo. Very focused, very solid. The man was of extreme humility. And I want you to look at his autobiography, the eulogy, page 6. There are 3 paragraphs there. If you wanted to know Cheptumo, you will. Anaeleza ama wanaeleza vile alifika Nairobi kwa university, ndio akaanza kuona mkate na mayai na hiyo mambo ingine sausages. Yeye alikuwa akitoka kwa hali ngumu, na asubuhi alikuwa anaamkia ile ugali imelala. Hapa nimeona wameandika Mukoriet. Huko Vihiga tunaita Vugeni. Ile ugali imelala. So this man, from that difficult background, rising to where he rose, gives a very good example of what you can achieve with resilience, with perseverance, and with dedication, and with prayer. We salute him. And indeed, kwa hii milima ya Tugen, a lot of people with humility have emanated from here. We start with Moi. The person who spoke here on behalf of the family, General Tonje, a man of humility who has left a legacy in our security forces that surpasses the territory here. The Tonje rules and principles. And then we come to Cheptumo. These hills, as much as they are difficult, they also epitomize humility. Finally, Your Excellency, I came from Geneva the other day, and I have a letter from you, for you. I'll speak about the content that addresses me, but I was told by the person who gave it to me that they need your help. There's the Global Fund, which focuses on health. Globally, they raise, the last time they had about 18 billion in the kitty. They are now looking for a replenishment, just the way you led the replenishment of the World Bank, IDA 21 in Nairobi. The Global Fund CEO, Dr. Sands, has sent me with a letter saying they need your urgent help to mount a global appeal to raise money for health, because the geopolitics has scattered international funding for health. They want you to mount the appeal, not just on behalf of Kenya, not on behalf of Africa, but on behalf of the very many who are suffering and who are going to suffer the consequences of the changing health problems katika ulimwengu health funding. I will give you the report and the letter. But why do I bring this up? I bring this up because lazima tujiulize sasa, was it a premonition? Or what was it? That Kenya
You were a step ahead of these things by introducing the universal health care and working on the program, which was initially vilified, castigated. But what is the lesson that we now learn? The world is telling us, you have to take care of your own sick. Don't wait for us. So the politics that we were playing because of health, let us cease, because now there's a global crisis. There's no freebies. Hakuna ile kitu ya bure bure. It is now serious. Let us pull together and figure out if there are any hiccups, how do we unite and sort and smoothen them? But the reality now is that there is no more money that can be doled around kugawagawa kwa mambo ya health kwa dunia hii. And sasa wazungu ndio wamenituma nirudi kwa Mwafrika. Mheshimiwa Ruto, rais wa Kenya, ashike ushukani, aanze campaign ya kutetea ulimwengu, pesa za afya zipatikane. Ladies and gentlemen, it is serious. Tusicheze. We can do politics with other things, but let us not do politics with the lives of our people. With those few remarks, as we bid farewell to our brother Cheptumo and wish his family well, I would request that the choir prepare for a good song so that I can invite the President to speak. And because we are in church, it is only best he be ushered in through the tradition of the church, through a choir. Nataka pia niseme, I have not gotten his name, but I'm told we also have PS for Lands, Nixon Korir. Where is he? He's from this county, is he here? Thank you. Asante sana. Thank you. So choir, tafadhali, toa wimbo moja, tumwalike Mheshimiwa Rais, aje ahutubie waombolezaji. Mbele unichukue mlango
Asanteni sana kwaya na tafadhali tuketi. Askofu wetu wa jimbo la Baringo, familia ya ndugu yetu William Cheptumo, Mama Hana, Kipchirchir, my namesake, Chepto and Andrew, and the rest of the family members, ndugu viongozi, watu wa Baringo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naungana na umati huu kuleta rambi zetu, hasa za familia yangu, mke wangu na watoto, na watu wengine wengi wa taifa letu la Kenya, kwa niaba ya serikali yetu lote, kwa familia ya Senator William Cheptumo, ambaye ni kiongozi katika taifa letu la Kenya. Alikuwa Mkristo wa kujitolea na vile vile alikuwa ni Mkenya mzalendo. Nasema kwa niaba yetu sote, mama, watoto na familia, poleni sana. Huyu shujaa mmoja wetu tuliyeshiriki na yeye sehemu nyingi katika maisha hii na katika uongozi, leo ametutangulia. Nasema pole sana. Mungu kwa ajili ndio yeye anajua kutuliko, atawafariji, atawasaidia na ataziba pengo ambayo William, kama mume wako Hana na baba ya watoto hawa na mmoja katika familia hii na kiongozi katika kaunti hii na taifa letu, ataziba mwenyewe akijua vile mambo yalivyo. Nasema tena poleni. Watu wengi wa Baringo hii kwa heshima kubwa walimpigia kura huyu ndugu mara 4 mfululizo, kumaanisha ya kwamba aliheshimika, alitambulika kama kiongozi na alikuwa kiongozi mwema. Mimi nasimama hapa kama shahidi wa uongozi wa ndugu yetu William Cheptumo. Nilimtangulia katika uongozi wa siasa karibu miaka 10, baadaye alikuja 2007, tukashirikiana na yeye na tukatembea hii safari ya uongozi na siasa kwa pamoja, na alikuwa rafiki, kiongozi mwaminifu na wa kujitolea. I can say without fear of any contradiction that William Cheptumo was a great leader and he loved his people. He was very passionate about leadership. He didn't take for granted his responsibilities as a leader. I say so having been around for a while in leadership, and I come across many leaders who are very reluctant leaders. But I can say for Cheptumo, he was passionate. He knew what he wanted, and he always looked out for the people who elected him. And when duty called, national duty called, he stood up to any assignment, and he was available. It has been said here that during the difficult times in 2007-2008, when Cheptumo was elected for the first time as a member of parliament, and we had difficult negotiations because of the difficult situation then, many of us, including Cheptumo, were members of ODM, including my friend Musalia here. And we were asked on behalf of our party then to negotiate difficult times. And I want to confirm
that Cheptumo was a great resource in those negotiations that brought peace to our country. I have worked with him as colleagues, as members of parliament together. I have worked with him when I was deputy president, and then I have worked with him as president, although not for a very long time. And let me say this to the people of Baringo. Huyu shujaa ambaye amelala hapa, katika Baringo hii, mnajua pale nyuma tumekuwa na matatizo ya ukosefu wa usalama katika sehemu hii. Na huyu Cheptumo hakutupatia amani. Na ofisi zote Nairobi akitafuta amani ya watu wa Baringo. Wakati mmoja 2021 nafikiri nilikuja na yeye hapa. Wakati mashule mengi yalikuwa yamefungwa. Na wakati huo tukikuja hapa nikiwa naibu wa rais, siku hiyo hiyo bunduki zilikuwa zinalia hapa, watu walikuwa nakimbia mbio. Na nilikuwa na Cheptumo. Hakufa moyo. He didn't give up. He was always there. Today, we celebrate peace in this Kerio Valley because of committed leaders, among them Cheptumo. Kwa sababu wakati tulikuwa hapa pamoja wakati huo, alinieleza kwamba, ndugu yangu, Mungu akikujalia uwe rais wa Kenya, tafadhali tunataka hii Baringo na Kerio Valley kwa jumla iwe ni mahali pa amani. Furaha yangu leo ni kwamba tumezima, na ndio sababu wakati nilipata nafasi ya kuwa rais nikatumana askari karibu 2,000 sehemu hii na askari wa jeshi karibu 3,000 sehemu hii. Tukarekebisha mashule, tukatengeneza mabarabara. Najua kuna bado sehemu zingine hazijafikiwa, lakini kwa kiasi kikubwa tumedhibiti amani katika sehemu hii. Na vile mjumbe wa hapa alisema, mashule karibu 19 not county, hii constituency peke yake sasa yamefunguliwa na watoto wanasoma. It is a big step. I know more schools have been opened in Baringo South. They are remaining, I think, about 4 or a few. There are some in Tiati. And we are steadily securing this region, eliminating the menace of cattle rustling and taking charge of the security of this area. I have given very firm instructions to Kipchumba Murkomen, who understands this region very well, that he must do whatever it takes, deploy whatever resources are required for us to have peace in every part of Kenya, including this Kerio Valley. Kwa hivyo, katika safari hii ya ndugu yetu Cheptumo, tuko na huzuni, lakini pia tunasherehekea maisha yake kwa mchango wake wa masomo katika sehemu hii, maendeleo katika sehemu hii, na mambo ya amani katika kaunti ya Baringo na sehemu hii ya Kerio Valley. Munikubalie nitaje mambo machache niliyofanya na huyu muungwana. Kwanza, alikuja akanieleza kuhusu barabara ya kutoka pale Ainamoi. Hiyo mahali na kutana na barabara inaenda Iten. Na tukakubaliana tutajenga hiyo barabara from Ainamoi kuja Kabluk mpaka Baruesa. Hiyo barabara tumetengeneza
imekamilika. Nasikia imeanza matatizo kidogo, lakini tutarekebisha. Vile vile akakuja akanieleza kuhusu hii barabara ambayo mmenitajia leo. Hii barabara ambayo inatoka Kipsaraman inakuja hapa Parwesa, Partabwa, inateremka mpaka Kinyach. Tulitengeneza hii barabara kutoka Kipsaraman mpaka hapa Partabwa. Nasikia imekwama tu hapa karibu. Contractor akatusumbua sana. Tukasema huyo contractor tumufungulie aende afanye kazi nyingine. Na tukasema tutaleta contractor mpya. Sasa niwatangazie Davis Chirchir ako hapa na anasikia vizuri. Sasa tuko na contractor mpya anajenga site yake hapa Kinyach. Huyo contractor atatengeneza hiyo barabara kutoka Kinyach pale ikuje hapa Partabwa, na pia atarudi nyuma kidogo kwa sababu nasikia pale kuna mahali imeanza kuharibika hii barabara nyuma pale. Ndio hiyo barabara tunyoroshe mpaka Kipsaraman. Lakini vile vile hiyo barabara sasa tutatoa pale Kinyach twende Aror mpaka Kapsowar, karibu kilomita 65. Na hiyo tuko na pesa ya kutengeneza hiyo barabara, nishapanga. Huyu Davis anajua vile atafanya na watu wake. Na ni kwa sababu tunataka kufungua sehemu hii ili tuchangie amani na tuchangie maendeleo. Vile vile huyu Cheptumo walikuja na viongozi wa Baringo wakasema walikuwa wanataka tusukume ile barabara ambayo ilikuwa imekwama pale Loruk iende Nginyang, Chemolingot mpaka Barbelo. Hiyo barabara vile mnajua tumetengeneza na imekamilika. Lakini sasa kutoka viongozi hawa wa hapa tulikwisha kubaliana na wao pia ya kwamba tayari contractor yuko wa kutengeneza hiyo barabara ya kutoka Barbelo, kwa sababu we want to open up this Kerio Valley. Ndio usalama ipatikane, ndio maendeleo ipatikane. Sasa hiyo barabara inatengenezwa kwenda Tot, kwenda Jesegon, kwenda Kopasi River, ipande Lomut, iende Sigor, ishigane na Marich Pass. Na sehemu hiyo yote, msijali, unajua watu wamesema mimi ni ule mtu wa barabara, na hiyo barabara ni kazi nzuri. Usiwe na wasiwasi. Kuna wengine hata hawajui barabara ya kwenda kwao inaenda wapi. So the contract for both the road from Barbelo, Tot, Chesegon has already been awarded. We have resources from China Development Bank to do that road. It is an important security and development road that's going to connect the road from Nakuru through here to West Pokot. Ikitoka pale Kopasi River ndio inaenda Lomut, which is in West Pokot, alafu Sigor, alafu Marich Pass. Na Bwana Davis Chirchir, umesikia vile nimesema, kazi kwako. Na unajua you know what to do, and we have agreed on what you need to do. Najua vile vile ya kwamba hapa chini bado section kidogo, nafikiri kilomita 18 kutoka Parwesa kwenda Kinyach, maybe 20 or thereabout. Hiyo section pia, alafu baadaye tunataka kuunganisha mpaka Koloa. Huyu Kamket amenisukuma sana ambaye iende Koloa. So hiyo barabara
Sina pesa ya hapo saa hizi, mtanisamee kidogo, lakini nitapanga kidogo tu. Kuna mahali nataka niende nipange, ikikuwa tayari baadaye, pengine baadaye mwaka huu, Mungu akinijalia, ama mapema mwaka ujao, ndio tukuje tutengeneze hiyo section, tuhakikisha kwamba hii Baringo inakaa sawa sawa. Mnakumbuka nilikuja hapa pia 2023 na tukaanzisha ile barabara ambayo ilianza kule Mogotio. Najua watu wengi walikuwa wanauliza hii barabara itakuwa namna gani. Sasa hiyo barabara ya kutoka Mogotio ambayo inaenda Mugurin all the way to Lake Bogoria pitia Kisanana. Hiyo barabara vile vile kilomita karibu 64 hapo. Half of it has been done. Na wewe Kiboreki, you can confirm. Yes, half of it. Ile sehemu kidogo contractor alikuwa ameregea, sasa tumepata nguvu mpya, tutamsukuma ndio tuweze kukamilisha pia hiyo barabara. Najua ile imechelewa kidogo, ni ile nilikujia hapa, na ni vizuri niseme kwa sababu vile viongozi wanaongea hapa wamesema we must be concerned about the development of our nation. Kienda kila mahali watu wanasema tunataka barabara pale, tunataka maji pale, tunataka stima pale. And we must find the means to hem in our thoughts so that together, because roads are important in every part of the Republic of Kenya. So nawaambia watu wa Baringo, najua bado iko mbali. Nilikuwa nimewaambia ile barabara ya kutoka pale Kasoyo kuja Seretunini kwenda Talai, alafu iende Kasisit, alafu iende kule Kambisamaki. Najua ni barabara mrefu karibu kilomita 80. Mtanisamee kidogo, tutatengeneza polepole. Tayari tumetengeneza almost 12 kilometers, sasa nitasukuma, lakini in due time we will complete that road because we also want to connect the road network around here. Na ni vizuri Wakenya waelewe ya kwamba the same thing we are doing in building the highways in Nairobi and other areas, we need to also bring up the remote areas of Kenya. Na ndio sababu I am committed. Wakati nimesema tunajenga barabara kutoka Isiolo kwenda mpaka Mandera kilomita 750 kwa takriban shilingi bilioni 100, watu wengi hawaelewi what I am trying to say. I am trying to say we need equity in the Republic of Kenya. We need every part of Kenya to feel that they are part of the whole of the Republic of Kenya. And it is my commitment and my mission to make sure that no part of Kenya is left behind as we journey towards the progress of our nation. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. Kuna mambo mengine ambayo tumekubaliana na viongozi wenu, mambo ya stima ya hapa, mambo ya maji, mnajua the pending programs, mambo yale mengine yote hatuwezi kuyasema leo katika safari hii ya ndugu yetu. Iliona tu niseme zile barabara ambayo kiongozi huyu alipanga pamoja na mimi. And I want to say he was very passionate about the development of this county and the development of Kenya. Pia lazima niseme ya kwamba tuliongea na Cheptumo na viongozi wa county hii kuhusu kupatikana University ya Baringo. Mimi nawashukuru viongozi wote. Wamekwisha kubaliana, wananchi wamefanya public participation. Nimepata ripoti ya kwamba you have agreed, na sote sasa
Maombi imepelekwa kwa Commission for University Education na ikikamilika in the next 1 month, mwezi wa April. Mwezi wa ngapi? April. Tunakuja kuanza ujenzi wa university kwa mapenzi ya Mungu hapa Baringo. I made a commitment to the people of Baringo that chita neteje university ng Baringo ini kwane. Amu inyo ko tekwe jara moi university ng Eldoret. So mambo itaenda namna hiyo. So asanteni sana kwa ushirika wenu kama viongozi wa hapa. I know this great leader lying here will miss the opportunity to see Baringo University coming to be. But because his family here is here and the rest of you are here, we will all be there to see what Cheptumo thought about and wished for coming to fruition. Mimi vile vile nataka niseme asante sana kwa jamii ya Cheptumo. Shule hii imesemekana ya kwamba ilitolewa na mzee, a very patriotic citizen, mwenye alitoa hii ardhi ili tuweze kupata mahali pa kujenga shule. And I want in a very special way to thank General Dauti Tonje. Because it is him who built this school. And I want to tell you, Mzee Tonje, you are a great man. Very few people leave a legacy where they work and in what they do. But you are a celebrated general in Kenya. I speak to the leadership of the military today, and they single out the Tonje rules, that you set a standard for a whole institution, the military of Kenya. And you set a standard that was not advantageous to you. In fact, the standard you set worked against you. You would have been a general longer, but you said 4 years is enough. That kind of selflessness is not easy to come by. And because you stepped out of the ordinary, today the military in Kenya celebrate you. We celebrate you. As the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces today, without equivocation, I celebrate you as a great general in Kenya. And it is such great leaders that make a difference in our country. You got to make decisions that may be difficult for the moment, but celebrated in the long run. And so, kwa ule mzee ambaye alitoa shamba hii ya shule, mjumbe wenu amesema unataka makao, wewe mheshimiwa, utatafuta pesa ya shamba ya ekari 10, nitakupatia ununulie huyo mzee. Kwa sababu ametupatia shamba hii ya shule. The wife ndio anaishi, okay. Sawa sawa. Ya pili, kwa heshima ya ndugu yetu Cheptumo, mumesema pia ijengwe dining hall. Hiyo kazi ya dining hall, mimi nitatoa milioni 20 na kuijenga hiyo dining hall. Both
in honor of Cheptumo and also for the great people of this area. Na mwisho kabisa, nataka niwapongeze nyinyi nyote. I must say this, that you people of Baringo, you have made me very proud. Sio rahisi kwenda mazishi yenye iko na utaratibu na ungwana kama ile tumeona hapa Baringo. Pongezi. Pongezi maaskofu wetu. Keep this community and this region this way. Heshima si utumwa. Ile tabia imefika Kenya, ati mazishi inakuwa mahali ya vita. Viti vinavunjika, masahani na sufuria. What a shame. Na nataka niwaulize ndugu zangu viongozi. I mean, if there is something that has stood out, is that you can come to a funeral like the way we've come here, a solemn occasion, an occasion of respect to the family and to the departed. Lakini pale wakati mwingi inakuwa ni cheche za siasa, fujo na vita. The lowest we have ever witnessed in Kenya is a place where there was fighting. In a funeral where one person had died, we ended up with 2. Mazishi ambayo ilikuweko ikaongezeka mazishi mengine mawili. Maneno ya aibu katika taifa letu la Kenya. Please, you know, as a society, as a Kenyan nation, we must rethink what is going on in our society. The belligerents don't care. Everything goes. Attitude. We must rethink it. We may think it will affect others, but soon it will catch up with us as a nation unless we stand up to this as leaders, both religious leaders and political leaders like ourselves, and be measured in what we do. I agree with the leaders who've spoken here that we need to think about our country. We need to be patriotic about Kenya. That yes, we can disagree on policies, programs, on how to implement, but we should never disagree about the destiny of Kenya. That this is our country, all of us. And it doesn't matter. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you believe in. We share a country. We share a destiny. And if Kenya succeeds, we all succeed. If Kenya fails, none of us will succeed. So I really want to persuade us as leaders that we can find it in the whole of this maze. We can find common ground on important matters that are good for Kenya. And we can work together to pursue those things, even as we have divergent views or opinions on whatever it is that we do. Mwisho kabisa, nauliza watu wa Baringo, huyu ndugu wetu Cheptumo alienda hospitali, na mnajua ya kwamba kama hakuna mpango na taratibu ya sawasawa kwa hospitali, mambo yanaweza kwenda mrama. Na ndio sababu tumesema tuwe na mfumo wa afya ambayo itasaidia wananchi wote
bila ya kujali uwezo wao wa kifedha. How we can have universal health coverage that takes care of all Kenyans. I want to ask you that we work together towards making sure that we can take care of our health requirements and we can take care of ourselves. I believe that we all agree on the common issues. If you look at the manifesto of Kenya Kwanza, there was universal health coverage, there was housing. If you look at the manifesto of Azimio, there was universal health coverage, there was housing. There are some common issues that we can pursue with common interest for the people of Kenya. And that is what Cheptumo stood for, as a patriot and as a person who believes in this nation. So, wacha niwache hapo na niseme again, thank you very much to all of you, to the family. Tunawatakia heri, tunawatakia baraka ya Mungu. And as was said by the speaker, whatever it is that will be required of us, Mama Hannah and your children, count on us as friends of Cheptumo and friends of your family. Asanteni sana watu wa Baringo na Mungu awabariki. Thank you very much. Tumpongeze Rais mara nyingine. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na kwa sasa tunafika kwa mwisho wa ibada na tutamalizia kwa maombi. Kwa hivyo nitaomba mchungaji yule ambaye atatuongoza kwa maombi asimame pale. Taratibu ya kutoka, tutaanza na wachungaji, followed by the casket, alafu jamii na wakifuatwa na Mheshimiwa Rais na viongozi wachache. Ilikuwa pia ombi la jamii kwa sababu nafasi pale sio kubwa sana. Wengine tutatizama kwa runinga, kwa hivyo tubaki mahali hapa. Watu wachache tu ndio wataruhusiwa kwenda pale mahali tutamlaza ndugu yetu. Kwa sasa tumalizie kwa maombi. Karibu mchungaji. Reverend Osir, please step in. Tuombe pamoja. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tena dhuhuri hii, tukikushukuru Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wetu uliye mwaminifu na mwema. Jina lako ni Alfa na Omega, Mungu unayeanza pamoja nasi na unayetamatisha pia pamoja nasi. Imekuwa ni wakati mgumu sana, wakati ndugu wetu alipotuacha. Na Bwana, kwa sababu ya uaminifu wako tunakushukuru kwa sababu umeweza kutembea pamoja na jamii hii, umetembea pamoja na watoto, umetembea pamoja na Mama Ana. Na tunashukuru Bwana kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu hadi wakati huu ambao Bwana tumeweza kutamatisha ibada hii. Tunapoondoka sasa tukielekea katika mahali ambapo Bwana tunaenda kupumzisha mwili wa ndugu wetu, twaomba Mfalme ya kwamba wewe ambaye ni Mungu mwaminifu kwa kutupanguza machozi, Bwana twaomba kwamba utaendelea kupanguza machozi ya jamii hii na sote pamoja, marafiki, majirani na hata eneo hili ambalo ndugu wetu amehudumu kwa miaka nyingi akiwa kiongozi. Bwana utubariki tunapoondoka sasa tukielekea mahali pale. Neema yako iandamane pamoja nasi na baraka zako ziandamane pia pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Kwa heshima naomba tuwaruhusu wachungaji watoke. Paul bearers, please let's take our position. Paul bearers, tuje ili tusaidiane kwa sababu after the pastors we'll have the casket followed by the family, then His Excellency and a few leaders. Kwa heshima naomba tafadhali Paul bearers tuweze kusimama mahali casket iko ili tusaidiane kwa kuweza kumalizia vizuri. Asanteni.